Kwa majina naitwa Dr. Joseph Nicholas Mfuse, ni daktari wa kinywa na meno katika hospitali ya Mtakatifu Gaspari Tigi. Tukiwa tunaelekea katika maadhimisho ya wiki ya afya ya kinywa na meno duniani, ikiwa na kauli mbiu inayosema kinywa chenye furaha, fikra tulivu. Tukiwa tuna maana kwamba ukiwa na kinywa chenye afya njema, basi utapata utulivu wa akili pamoja na utulivu wa mwili kwa ujumla. Hivyo hatuna budi kulinda afya ya kinywa na meno. Sasa leo ningependa kuzungumzia magonjwa yanayoathiri mfumo wa kinywa na meno. Takwimu zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya magonjwa yanayoathiri mfumo wa kinywa na meno ni magonjwa ya meno kutoboka au meno kuoza, lakini pia na magonjwa ya fizi. Tukianza na magonjwa ya meno kutoboka, visababishi vyake ni vipi? Visababishi vikubwa vya meno kutoboka ni, cha kwanza ni matumizi ya vyakula vyenye asili ya sukari kwa kiasi kikubwa. Lakini cha pili ni kutozingatia usafi wa kinywa na meno au kupiga mswaki lakini haupigi mswaki kwa ufasaha. Hali kama hii husababisha vijidudu aina ya bakteria ambavyo vinapatikana mdomoni kutumia mabaki ya chakula chenye asili ya sukari ambacho sisi kama binadamu ukitumia na kuzalisha tindikali ambayo kwa namna moja inaathiri mmomonyoko wa madini ya calcium katika jino na kusababisha jino kuwa dhaifu na hatimaye jino kutoboka. Na dalili zake ni zipi? Awali dalili zake huwa ni kupata maumivu au kakasi pindi unapokuwa unatumia vyakula au kinywaji cha baridi au cha moto sana, au pindi hewa inapokuwa inapita katika lile jino ambalo limeathiriwa au kwa namna moja au nyingine limetoboka. Na maumivu haya huisha pindi tu unapoacha kutumia chakula ambacho kimesababisha hayo maumivu. Lakini baadaye zaidi ugonjwa huu huendelea na kuzidi kuathiri jino ndani zaidi, ambapo tunasema kuna hali ikifika kwamba kiini cha jino kikiathirika husababisha maumivu makali ambayo kwa namna moja au nyingine yatakulazimu kutumia dawa za kutuliza maumivu, kwani maumivu huwa ni makali na maumivu haya yanakuwa makali zaidi kipindi cha usiku. Lakini sambamba na hizo pia kuna harufu mbaya ya kinywa ambayo kitaalamu tunaita halitosis. Ni kwamba jino linapokuwa limetoboka, vyakula huingia katika lile shimo na kubaki pale na kuoza, hivyo kusababisha harufu mbaya katika kinywa. Matibabu ya meno yaliyotoboka hutegemeana na kwa kiwango gani jino limetoboka. Jino lililotoboka kidogo huwa tunafanya matibabu ya kuziba, lakini kama jino limetoboka na limeathiri, kiini cha jino kimeathirika kwa namna moja au nyingine, basi tunasema huwa tunafanya matibabu yanaitwa matibabu ya mzizi wa jino au kitaalamu yanaitwa matibabu ya root canal, ambapo tunaondoa mishipa ya fahamu ya jino pamoja na mishipa ya damu ya jino ambayo imeathiriwa na ugonjwa, hivyo kulibakiza jino mdomoni na kuendelea kulitumia lakini likiwa halina maumivu. Lakini kama jino limetoboka kabisa kiasi kwamba huwezi kufanya matibabu ya kuziba au kufanya matibabu haya ya mzizi wa jino, basi jino hilo linatakiwa liondoke. Kwani ukiwa na shida ya meno kutoboka lakini usipotibiwa kwa muda katika matibabu hayo niliyoorodhesha, hupelekea vijidudu vile kuenda ndani zaidi ya mfupa ambako jino limejishikiza na kusababisha kutengeneza usaha ndani ya mfupa, na ambapo dalili zake ni kwamba mgonjwa atakuja na fizi zimevimba na wakati mwingine zinatengeneza jipu ambalo ukikamua linatoa usaha, na hali ikiendelea zaidi huweza kusababisha
kuvimba kwa uso mzima, kwamba usaha unasambaa katika sehemu za uso, ambapo inakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu kama ikiathiri mfumo wa hewa huweza kusababisha kifo. Na gonjwa la pili ambalo linaonyesha lina asilimia kubwa kwenye takwimu ni magonjwa ya fizi. Na magonjwa ya fizi, visababishi vyake ni vipi? Visababishi vya magonjwa ya fizi ni kuna visababishi ambavyo tunasema vinatokea mdomoni, na kuna visababishi vingine ambavyo huwa vinakuwa ni nje ya mdomo, sehemu zingine za mfumo wa mwili. Na visababishi vya mdomoni ni kwamba kutozingatia usafi wa kinywa na meno. Hali hii hupelekea kutengeneza kwa tabaka gumu la uchafu ambao unagandamana kwenye meno pamoja na fizi, ambao kitaalamu tunaita ugaga, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni dental calculus, ambazo uchafu huu au ugaga huu hutunza vijidudu ambavyo kwa namna moja au nyingine vijidudu hivi huzalisha sumu ambayo huathiri fizi na kusababisha magonjwa ya fizi. Pia tumesema kuna sababu zingine ambazo zinaweza zikawa kwenye mfumo mwingine wa mwili lakini zinaonekana kwenye fizi. Mfano, kuna wagonjwa ambao wana ugonjwa wa kisukari. Kisukari ambacho hakijadhibitiwa huweza kusababisha fizi kuvimba na fizi kutoa damu. Lakini pia maambukizi ya magonjwa kama vile magonjwa ya virusi vya ukimwi pia huweza kuonekana mdomoni, ambapo dalili zinazoonekana ni kwamba fizi zimevimba na zinatoa damu na kinywa kinatoa harufu kali. Lakini pia hali hii huweza kutokea pia kipindi cha ujauzito, ingawa si kwa wamama wote wajawazito, lakini kwa asilimia kubwa ya wamama wajawazito hali hii huweza kukutana nayo, kwamba fizi zinakuwa zinavimba na zinatoa damu. Lakini pia kuna matumizi ya baadhi ya dawa. Mfano, kuna baadhi ya dawa za shinikizo la damu, lakini pia kuna baadhi ya dawa za kifafa pia hupelekea shida ya fizi kuvimba. Matibabu endapo unakuwa una shida ya uchafu ambao umegandamana katika meno na fizi, tunachokifanya huwa tunafanya matibabu ya kusafisha, kuondoa ule uchafu. Tuna vifaa maalum katika kliniki yetu ambapo tunatoa matibabu ya kusafisha huo ugaga mgumu ambao umegandamana kwenye meno. Lakini baada ya hapo, kama fizi imeathirika kwa kiasi kikubwa, kuna dawa ambazo tunakuandikia na tunakupa ushauri namna gani ya kufanya ili hiyo hali isiweze kujirudia tena. Lakini kama sababu ni zingine ambazo mfumo mwingine wa mwili umesababisha sababu hizo, kama nilivyosema, maambukizi katika sehemu zingine za mwili, basi huwa tunamshauri mgonjwa namna gani ya kufanya, kwa sababu tunasema katika kutibu unatakiwa udhibiti chanzo. Kwa hiyo ukiweza kudhibiti chanzo, kama ni sukari, basi tutamshauri mgonjwa afuatilie ushauri na matumizi sahihi ya dawa kulingana na alivyoelekezwa na daktari. Lakini kama kuna dawa ambazo zinakuwa zinamwathiri mgonjwa, basi huwa tunaweza kuwasiliana na daktari, aidha kumbadilishia dawa zingine au kusimamisha pale inapobidi, ili kuweza kuzuia tatizo kwenye fizi. Hivyo wito wangu katika jamii ni kwamba ili kuweza kuboresha afya ya kinywa na meno, lazima tujikite zaidi katika kuzuia katika hatua za awali kabisa. Kwanza kabisa, kuzingatia usafi wa kinywa na meno, kupiga mswaki angalau mara 2 kwa siku kwa kutumia dawa zenye madini ya fluoride. Lakini pili ni kupunguza matumizi ya vyakula vyenye asili ya sukari, ambavyo kwa namna moja au nyingine vinaathiri meno, lakini pia vinaathiri afya ya mwili kwa ujumla. Lakini tatu, tunashauri mtu yoyote yule anatakiwa kuhudhuria kwa daktari wa kinywa na meno angalau mara 2 kwa mwaka, ili kuweza kutambua hatua za awali za magonjwa ambayo yanaathiri mfumo wa kinywa na meno.
kwani ukitambua katika hatua za awali matibabu yake huwa rahisi na huwa hayana gharama sana.